Karibu sana watazamaji wa chaneli yetu ya Stori za Maisha, na leo tunawaletea kisa kimoja ambacho kilimpata dada mmoja ambaye kusema kweli ni kisa cha kuhuzunisha sana, na ni kisa ambacho ni funzo kubwa kwelikweli. Sasa kama wewe ni mfuatiliaji wa chaneli yetu, tafadhali like video hii na usiache kusubscribe kwenye chaneli hii. Lakini zaidi ya yote, tafadhali kama una stori yako na ungependa kuisimulia kwenye chaneli yetu, basi tuambie, au kuna mtu ambaye unamfahamu na ungependa asimulie stori yake, tafadhali tuambie ili tuweze kuisimulia hiyo story. Basi nisiwapotezee muda, twenzetu moja kwa moja kwenye hii story nzuri sana yale. Huyu dada aliyetuandikia ameanza kwa kusema kwamba, habari kaka, kwa majina yangu ninaitwa Christine, mimi niko hapa Dar es Salaam na nina miaka 37 sasa. Nimekuwa na maumivu mengi sana kwenye moyo wangu kwa sababu ya mambo mengi kwelikweli. Kwa kipindi cha zaidi ya miaka 12 nimekuwa nikisubiri jambo ambalo sikupaswa kulisubiri. Nimekuwa nikimsubiri mtu ambaye hakustahili kusubiriwa na mimi, lakini nimekuwa nikifanya yote hayo kwa sababu ya upendo. Upendo ulinilazimisha niweze kumsubiri mtu ambaye sikupaswa kumsubiri. Anasema kwamba nikiwa na miaka 23, nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilikutana na mpenzi wangu wa kwanza kabisa. Na mimi ndugu yangu nilikuwa nimetoka kijijini, na kijijini kwetu tulikuwa tuna maisha ya kawaida sana. Maisha yale ya kijijini nadhani kila mtu ambaye ashawahi kuishi kijijini anayafahamu. Si kwamba tulikuwa na shida na nini, lakini tulikuwa naishi maisha ya kijijini. Kwa maisha yale ya kijijini, ukija mjini maana yake wewe unakuwa huna kitu yani. Kwa sababu kijijini vitu vingi ni vya bure, mnaishi tu, miaka inaenda, na hatukuwahi kuona shida kwa sababu tulikuwa tumeyazoea yale maisha. Lakini nilikuja kugundua kwamba yale maisha sio, baada ya kuja Dar es Salaam kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kilinifundisha mambo mengi sana, lakini zaidi ya yote nilijifunza kukazana, kupambana na kuipambania familia yangu. Yaani nipambane, nihakikishe kwamba familia yangu inafanikiwa, na yale maisha ya kijijini mimi nisirudi tena, kwa sababu baada ya kuja huku sasa nikaa nimegundua yale maisha sio mazuri, wala sio maisha ya kawaida. Kweli nikiwa Dar es Salaam nilipambana sana na masomo yangu. Kusema kweli sikutaka kitu chochote kinirudishe nyuma, yani namaanisha kitu chochote. Sasa nikiwa chuo nikakutana na kijana mmoja ambaye alikuwa yeye yuko mwaka wa mwisho pale chuo. Nisingependa kumtaja jina lake kwa sababu ni mtu ambaye ameniumiza sana. Ameniumiza kwa namna ambayo sijui hata ninaweza kuzungumza namna gani. Sijui ninamuona kama kitu gani. Nahisi nikiendelea kumtaja hata jina lake nitaumia zaidi. Kaka, nilimpenda sana. Nilimpenda kiasi kwamba sidhani mtu yeyote kwamba angekuja kunishauri kipindi kile ningeweza kumwelewa. Hakuna. Sioni mtu ambaye angenishauri mimi ningemwelewa kwamba yule mwanaume alikuwa hanifai. Sidhani. Sijui nani kweli ningeweza. Na hayo yote alisababishwa na upendo aliokuwa ananionyesha. Alinionyesha upendo ambao sijawahi kuuona maisha yangu yote. Kweli alikuwa ni yeye mwanaume wangu wa kwanza kwenye maisha yangu, lakini upendo nilioupata kutoka kwa yule mwanaume sidhani kama wanawake wanastahili kupendwa kiasi kile. Simaanishi ni vibaya, lakini ulikuwa ni upendo ambao una uwezo wa kukubadilisha wewe ukamtukana hata baba yako, hata mama yako ukamuona ni mjinga. Hajawahi kupendwa kiasi hicho ambacho unapendwa wewe. Kumbuka mimi nilikuwa ni mwaka wa kwanza na yeye alikuwa ni mwaka wa mwisho, wa tatu anakaribia kumaliza. Alinipeleka maeneo mbalimbali ya mji huu, nikala vyakula ambavyo sijawahi kuviona hapo nyuma. Nikaenda beach, nikaenda kwenye mahoteli. Kwa mara ya kwanza akanipeleka Zanzibar, tukapanda boti. Sijawahi kupanda boti maisha yangu yote. Huyu mwanaume alikuwa ni mwanaume wa tofauti sana. Niliona huyu si ndo mwanaume, nimefika. Sasa ndugu mwandishi, huyu jamaa alikuwa ananipa promises nyingi sana. Aliniambia akinioa atafanya harusi kubwa, haijawahi kutokea. Na mimi sijawahi kushuhudia harusi yoyote. Sijawahi kwenda kwenye harusi, zaidi ya kwamba nilivyokuja Dar es Salaam marafiki zangu wananionyesha kwenye simu zao namna ya harusi zinavyokuwa, watu wanavyopendeza. Harusi zetu za kijijini sisi ilikuwa ni watu wanajenga kibanda cha manyasi, mnakaa chini hapo, harusi inapigwa, watu wanasherehekea. Lakini huku mjini harusi ilikuwa ni gharama kubwa. Akaniambia nataka kufanya harusi ya milioni 50. Nilimuona mwanaume wa tofauti sana. Lakini ghafla alivyomaliza chuo akanambia, mpenzi wangu, nataka niende Sweden nikachukue masters kule, na nikipata kazi huko hakika nakuja kukuchukua. Ninataka nije nikuchukue wewe tukaishi wote Sweden. Maneno yale yalinichanganya sana. Yaani mimi nimetoka kijijini ndani huko mapolini, leo
mimi naenda Sweden. Nilikuwa ninaona hiyo siku haiji, nilikuwa naona kama ndoto. Yale maneno yalikuwa ni mazito kiasi kwamba hata kuyapokea kwangu ilikuwa kama ninapokea jambo ambalo sijawahi kulisikia kwenye maisha. Ilikuwa ni jambo zuri sana, lilonifurahisha mno kupita maelezo. Sijawahi kupata furaha kama hii. Siku moja akaniita kwamba ukimaliza kutoka darasani, tafadhali chukua Bolt hapo alafu uje sehemu fulani. Nikamwambia hiyo sehemu sijui. Akaambia ukichukua tu hiyo Bolt ya bajaji, nipige simu niongee naye nimwelekeze wapi ya kuleta. Kweli bwana. Akanambia nina surprise yako kubwa sana. Yaani nikiwa darasani lecture amesimama pale mbele anafundisha kaka. Nikanaona lecture mbona anapoteza muda. Vitu vingine naona anaongea havina maana. Natamani amalize aondoke, mimi nicholopoke haraka nikimbie. Nikaione surprise. Lakini hatimaye muda ukafika bwana. Na kwa bahati mbaya siku ile lecture mwenyewe hadi akachelewa kutoka darasani. Unajua ukiwa unatamani kitu kitokee na ndo vitu vingine vinakuwa vinachelewa, lecture akachelewa kutoka darasani. Lakini anyways, mimi nikachukua bajaji pale haraka, nikampigia, akamwelekeza yule bajaji kwamba njoo sehemu fulani. Bwana we, tulipofika pale mimi niliona kabisa huyu ananipeleka wapi. Ilikuwa ni hoteli nzuri kweli yani. Iko kule karibu na Coco Beach. Ukiwa unaelekea juu hivi, wanaita nadhani Sea Cliff. Sasa nilipoingia pale kwenye ile hoteli, kila nikijiangalia mimi nilijiona sifai kuingia hapa. Nilikuwa napishana na wazungu tu. Nikawa najiimagine pale kwamba imagine mimi niko kwenye hii hoteli, wazungu wote hawa. Sasa nikienda huko Sweden, sasa si ndo nitakuwa karibu na hawa wazungu kila dakika. Ndugu mwandishi, ile siku ilikuwa ni siku ya pekee sana. Pale hotelini tukaenda kwenye mgahawa mmoja. Kuna migahawa mingi nadhani pale, lakini tukaenda kwenye mgahawa mmoja ambao uko karibu kabisa na baharini. Yaani maji unayaona hayo hapo. Tumekaa na yani kaka, nilikuta marafiki zangu hapo. Yaani alikuwa amewaita na marafiki zangu watangulie waje. Na hapo sasa nikawa nimegundua kwamba kuna kitu huyu jamaa anataka kunifanyia ambacho nadhani ni kitu kizuri. Yani nilivyokuwa ninahisi, nahisi moyo unanitoka. Ndugu mwandishi, nikasema huyu kaka anataka kunifanya nini mimi leo? Nawaza mawazo mengi, sijui nini atakachokwenda kukifanya. Lakini kaka, sijawahi kutegemea. Baada ya kuagiza vyakula pale nini, nilikuta keki inakuja pale. Jamaa anapiga magoti, ananiambia will you marry? Yani niliona kama nyota zinaanguka. Nikawaza akilini mwangu, mimi niko mwaka wa kwanza, nitaolewaje? Wazazi wangu wataona nimekuja kuolewa huko au nimekuja kufanya? Lakini huyu jamaa ananipenda kweli yani. I cannot deny that kwamba the guy loves me. Nifanye nini? Yani kaka, nikajikuta tu namwambia yes. Nasema yes, na mimi nakupenda, nataka unioe. Lakini baada ya pale sasa tukasherekea na marafiki zangu, tukala nini na nini pale. Nikasema huyu kaka mbona na mambo ya kizungu hivi? Na ilikuwa ni miaka mingi iliyopita sasa. Ni miaka mingi iliyopita. Wanaume wa Kiafrika kuwa na hali hiyo, mambo hayo ya kizungu sio rahisi. Lakini yeye akawa ananifanyia jambo kama hilo ambalo mimi kwangu kusema kweli kaka ni jambo sio la kawaida yani. Siwezi kulifikiria hivi kawaida yani. Unajua Sasa marafiki zangu wakaondoka. Siku ile ilibidi niende kwake, nikalale kwake bwana. Kwa sababu yeye alikuwa amepanga chumba alivyomaliza chuo. Baada ya kumaliza tu chuo akawa anaendelea bado kuishi pale pale kwenye chumba chake. Ingawa ni nyumbani kwao ni Dar es Salaam hapa. Alikuwa hataki kwenda nyumbani haraka. Ingawa wazazi wake walikuwa wanamlazimisha arudi nyumbani. Lakini sasa siku ile nikaenda kulala kwake. Akasema na leo ninataka nihamie nyumbani. Ndio maana nimeamua nimalize hili jambo na wewe, alafu tulale pamoja. Unajua bwana, baada ya jambo kama hilo usiku ule ilikuwa ni balaa tupu yani. Na mimi nikajituma kwelikweli, sana. Lakini siku ile akasema kwamba nimekuchumbia ili ujue kwamba ninakupenda. Akanambia nilikwambia kuhusu safari yangu ya kwenda Sweden. Mimi ninakwenda Sweden muda si mrefu. Tayari nimepata chuo na wazazi wangu wameshafanya arrangement zote za malipo, na baada ya miezi 2 natakiwa kwenda Sweden. Na ndio maana nimeamua kuondoka hapa nihamie nyumbani kabisa. Mimi nikamwambia hamna shida baba. Yaani chochote unachoongea kwangu mimi wewe hicho ni sheria. Akasema safi sana. Na kaka, ukimpenda mwanaume kaka, ni kama unatenda dhambi tu, kwa sababu mapenzi yakizidi unakuwa kama mjinga. Nikafurahi kwamba sasa ile safari yangu mimi ya kwenda Sweden pia inakaribia. Akanambia naenda kusoma miaka 2, na baada ya hii miaka 2 wewe utakuwa umemaliza chuo pia, kwa sababu yeye anaenda kusoma masters ambayo ilikuwa ni miaka 2 na mimi ndo nilikuwa naingia mwaka wa 2 sasa chuo manake. Nikamwambia sawa mpenzi wangu, wewe usijali. Akanambia sasa mimi nikishamaliza chuo tu nataka nitafute kazi huko, na nikipata kazi wewe unakuja Sweden. Akasema mume wangu wewe tena, mimi niseme nini wakati wewe mume wangu mpenzi umezungumza. Sasa kaka, baada ya pale tukaenjoy usiku ule, na kesho yake nikamsaidia kuhamisha vitu vyake, akaenda nyumbani kwao kwa wazazi wake. Siku ya safari ilipofika nikamsindikiza bwana.
lakini alikuwa hajawaambia wazazi wake au ndugu zake kuhusu mimi, na ndugu zake walikuwepo pale kwa ajili ya kumsindikiza. Na mtu pekee aliyekuwa anajua kuhusu sisi alikuwa ni mdogo wake, labda niseme, na alikuwa anajua kabisa mimi na kaka yake tunavyopendana. Na niongee ukweli, jamaa alikuwa ananipenda kweli, alikuwa anamaanisha kile alichokuwa anakifanya, na aliweka ile pete ili nisije nikamkimbia, na akinionyeshea kwamba huko anakwenda yeye haendi kwa wanawake wengine, yuko radhi kwa ajili yangu mimi tu. Na mimi kusema kweli niliamini kila kitu, nikawa nina confidence zote kwamba mume wangu ameenda masomoni na sasa mimi inatakiwa kutuliza kichwa. Ndio wanawake wengi huwa hawawezi kutuliza kichwa. Tukawa tunaongea karibu kila siku video call, tunaongea video call karibu kila siku. Ilikuwa ni ngumu sana kuacha siku ipite mimi na yeye hatujaongea. Yani ilikuwa ni ngumu mno, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa hawezi kuvumilia, alikuwa hawezi kabisa. Miezi ikaanza kukatika, mwaka wa kwanza ukaisha, mwaka wa pili ukaisha, akamaliza kule. Akanambia, mke wangu usijali, ninataka nikae miezi 6 hapa sasa hivi nitafute kazi. Baada ya miezi 6 nisipopata kazi yoyote nitarudi. Akamwambia, usijali, mimi nipo kwa ajili yako. Nimemaliza chuo hapo sasa. Na kipindi chote hicho amekuwa akinitumia hela. Na wifi yangu mimi na yeye, yani mdogo wake yule, ni rafiki yangu sana. Tunazungumza karibu kila wiki. Wakati mwingine tunatoka out pamoja mimi na mdogo wake, kwa sababu mdogo wake alinipenda sana. Sasa maisha yakaendelea pale. Yakaendelea. Ikapita miezi 6 ile ya mwanzo aliyosema anataka kutafuta kazi. Ndugu mwandishi akanipigia siku moja na kuniambia, bado sijapata kazi, nataka niongeze mwaka mwingine. Ule mwaka ukaisha, ikawa imeshapita miaka 4 sasa. Na nikwambie huku nyuma mimi kuna hela aliniachia. Sasa baada ya kumaliza chuo hamna ajira sasa, si unajua ikabidi mimi nianze kupambana kufanya vibiashara vidogo vidogo, na nunua pochi nauza, nanunua pochi nauza, nanunua sijui perfume nauza. Na nilikuwa nimeshatoka hostel sasa zile ambazo tulikuwa nakaa mwanzo, nimepanga chumba. Nimepanga chumba maeneo ya Kawe huko Uswahilini kwelikweli. Napata hela ya kula na nini. Kuna kipindi alikuwa ananitumiaga hela akiwa kule, lakini sasa hivi akawa ameshaacha hata kunitumia hela. Miaka 3, 4, 5 ikapita. Mimi sifanyi vitu vikubwa sana kwa sababu najua nina mme, ninamsubiri. Na wanaume wengi wakawa wananitongoza sana, wananitongoza. Ninawakatalia, ninawaambia mimi nimeolewa, na waonyesha pete niliyovalishwa. Na mind you, nilikuwa nimeshafikisha miaka 30 sasa, kwa sababu ni miaka 5. Aliniacha nikiwa na miaka 25. Sasa hivi ni miaka 5 tangu akae huko. Nina miaka 30. Umri unaenda. Yeye anasema anapambana na kuja. Na tunaongea sasa, kuongea kwetu kumepungua, lakini bado tunaongea. Mimi na yeye tunazungumza, tunawasiliana. Lakini kitu cha ajabu kilichotokea, mdogo wake ghafla akaanza kuweka distance. Yani akaanza kuwa mbali na mimi taratibu. Nikawa najiuliza inakuaje? Wakati huyu ndiye alikuwa rafiki yangu sana kuliko mtu mwingine yoyote hapa mjini. Sikuwa na majibu, kusema kweli. Sikuwa na majibu. Na mimi nikaendelea kuishi hivyo ili nisije nikamchukiza mtu, unajua tena. Maisha yakaendelea pale. Kuna wakati namtafuta, hapatikani. Ishafika miaka 7 sasa. Mimi na miaka 32. Na miaka 32. Miaka 7 imepita. Sasa hivi mazungumzo yetu wakati mwingine tunaweza tukaongea mara 1 kwa mwezi, mara 2 kwa mwezi. Anaongea na mimi akinitafuta, nikimtafuta siku tukija kuongea ananiomba msamaha, mke wangu napambana huku, maisha yangu ni magumu sana, natafuta kazi, mimi sitaki kurudi Tanzania, nataka niwatengenezee wewe na familia yangu na watoto wangu maisha mazuri huko. Nikimtafuta wifi yangu ashiki simu, inapita miezi 2 sijaongea naye. Na ndiye mtu pekee niliyekuwa namwamini. Nyumbani kwao mimi sipajui. Kumbuka yeye amenivalisha pete ya uchumba. Maanake ningeweza hata kwenda kwa wazazi wake kuambia kuhusu sisi, lakini kwa sababu nilikuwa namheshimu niliona haina maana sana. Lakini kuna siku akili yangu ikawa imekuja tofauti. Nikawa na mawazo sana. Nikawa nina mawazo mengi mno. Imeshapita miaka 10 sasa hivi hapo. Tunazungumzia miaka 10 yake, mimi na miaka 35. Ninamuwaza, ninamfikiria. Lakini kama kuna roho ilikuwa inaniambia, nilikuwa nimetoka kanisani siku hiyo, nimelia sana kanisani. Nimwambia Mungu, mbona mimi sielewi? Miaka 10 ninawakataa wanaume wengi, wengine wana magari, wana maisha, wana biashara nzuri. Nimekuwa ninawakataa kila siku kwa sababu yake yeye. Lakini namshukuru Mungu nimepata hata kazi sasa hivi. Nina kazi sasa kipindi hiki. Maisha yangu naweza kuyamudu kidogo angalau. Sio kama kipindi kile cha nyuma nilikuwa namtegemea yeye kwa sababu najua mimi ni mke wake. Lakini nikaendelea kuwa mvumilivu tu pale, kavumilia. Lakini siku hiyo sasa niliyotoka kanisani Jumapili ambayo nilikuwa na huzuni, nimelia sana ibadani, nimemwambia Mungu mimi nimechoka, nimechoshwa na haya mambo. Nimechoshwa na
ndugu mwandishi, nikachukua simu yangu nikaingia Instagram. Kitu nilichokiona nilichanganyikiwa sana. Nilichanganyikiwa kwa sababu mpenzi wangu alikuwa yuko Tanzania, amerudi Tanzania, ameposti picha kwenye status, na ile picha aliyoipost, najua alipost ili aniblock, alijua amenishani block, lakini kumbe alikuwa bado hajani block. Ameipost ile picha na mimi nikaiona. Mungu alikuwa anazungumza na mimi ili niweze kuiona. Amepiga selfie, anaambia ameandika pale caption kwamba nilimisi sana nyumbani. Huu mwezi ambao nimekaa hapa nyumbani sijafanya vitu vyote vya kutosha. Sasa ninaporudi Ulaya nitapamisi sana nyumbani. Nikajiuliza kwamba huyu mtu ameshakuja na anapanga kuondoka, na mimi juzi kati tu hapa nimeongea naye, ananiambia mambo magumu kule, anapambana. Kumbe yupo Tanzania na sasa anataka kuondoka kurudi tena huko. Nikampigia simu muda ule ule, nikapiga simu hakupokea, nikapiga simu nyingi, nikapiga simu ya kawaida ikaita, ilivyoita tu ikakatwa. Niliporudi Instagram na nili WhatsApp, nikakuta ile status iliyowekwa Instagram, ile story iliyowekwa Instagram, nikakuta imeondolewa. Nadhani ndipo alipogundua kwamba nimeshtuka kwamba huyu mtu yupo, nimeiona. Na baada ya dakika moja mbili na search ile akaunti yake, nikakuta nimeblokiwa, simuoni tena. Nikapiga simu nyingi sana lakini hakupokea kabisa. Kaka, nilijisikia maumivu makali sana. Huyu ni mwanaume ambaye nimemsubiri kwa miaka 10, nikiwa na miaka 25 mpaka sasa na miaka 35. Nimekataa wanaume zaidi ya 100 ambao nilikuwa nina uhakika wangebadilisha maisha yao, na mimi labda ningebadilisha maisha yao, lakini ni wanaume ambao tungeishi pamoja vizuri. Kaka, huyu mwanaume ameharibu maisha yangu, ameharibu maisha yangu kwa kujua, kwa makusudi kabisa. Niliumia siku ile kupita maelezo. Niliumia sio kwa sababu ya yeye kuniacha mimi au kutoniambia kwamba yuko Tanzania. Niliumia kwa sababu kwa nini amenipotezea muda wangu mpaka leo mimi ninamsubiri, na nikiwa na mategemeo makubwa sana kwamba mwanaume wangu yupo Ulaya anapambana kwa ajili yangu mimi na watoto wake, watoto ambao mimi na yeye tutazaa. Maumivu niliyokuwa nayo yalikuwa ni maumivu ambayo hayaelezeki hata kidogo, yalikuwa ni maumivu ambayo hayaelezeki. Siwezi kuzungumza ni namna gani nilikuwa najisikia, lakini yalikuwa ni maumivu mazito mno, hayaelezeki hata kidogo. Nikamtafuta shemeji yangu, wifi yangu, yani yule mdogo wake wa kike. Akapokea simu, nikamwambia, wifi, kaka yako kumbe yupo na hamjaniambia. Akanambia, wifi anaondoka kesho na huku hajaja peke yake. Nikamwambia, hajaja peke yake unamaanisha nini? Amekuja na mwenzie, kaka yangu kaoa. Nikasema, nini? Kaoa? Kamuoa nani? Ndugu mwandishi, inaniuma kwa sababu alienda kule kwenye masomo akiwa amenifunga mimi kabisa. Sikatai yeye kuoa, sikatai mipango yake yoyote aliyoifanya huko, lakini yeye kwenda kuoa mwanamke mwingine akati ameniacha mimi, ameniacha nikiwa ninamsubiri miaka yote. Sijawahi kulala na mwanaume hata mmoja tangu nilale naye yeye kwa mara ya kwanza, na yeye ndiye aliyefungua bikla yangu. Nilichanganyikiwa sana, nilichanganyikiwa mno. Nikasema hapana, haiwezekani. Nikainuka, nikamwambia, naomba uniambie wifi, mimi leo ninajua usiponiambia ukweli kwenu ni wapi, mimi nataka nije nionane naye, aniambie yeye mwenyewe kwa sura yake. Akamwambia, wifi bwana, usifanye hivyo, usijiue, sijui nini, utamwekea laana kaka yetu, sijui nini. Akamwambia, mimi laana sijali, maumivu alionipa kaka yenu kwa miaka yote hii mnadhani ni rahisi kwangu. Akanambia, basi nakuelekeza nyumbani kwao. Ilikuwa ni Mbezi Beach, sio hata mbali. Nilikuwa naishi tu Mbezi Beach hapo. Nikatoka. Na bahati nzuri mimi kipindi hicho nilikuwa naishi maeneo ya Goba hapa mwanzoni karibu na Mbezi Beach. Na nilihama Kawe kwa sababu baada ya kupata kazi ibidi na mimi nibadilishe maisha yangu kidogo. Nikawasha gari huyo nikaenda Mbezi Beach. Akanielekeza, akamwambia, nikaona naye njiani, akasema, ukifika nyumbani usiongee chochote kuhusu mimi sijakwambia lolote. Nikiwa nimefika pale getini kwao, nikagonga, nikapiga honi, nikafunguliwa mlango. Ile nashuka kwenye gari, nikaonana naye yeye mwenyewe uso kwa sura, huyo hapa. Nikamwambia, sasa ndio nini unachonifanyia? Ndugu mwandishi, kilichoniumiza na kunishtua zaidi ni kwamba ile yeye amepigwa na butwaa hivi, anashangaa. Ndugu yangu mtoto wa miaka 6 hivi akawa anatoka ndani anaita dadi, mtoto wa kuchanganya rangi, yani mzungu mweusi. Nikashtuka, nikamwambia, wewe kweli? Akanambia, sikia, naomba tutoke nje tuongee, tafadhali, niko chini ya miguu yako, tutoke nje tuongee. Nikatoka naye nje nikamheshimu, na sikutaka kuleta matatizo pale nyumbani kwao. Najua nyumbani kwa watu wangenifungulia mbwa, ningepigwa pale, ningesema nini? Wangesema mimi mwizi, nimevamia nyumbani kwao, ningesema nini? Na ilikuwa ni jioni kigizagiza fulani hivi. Akamwambia yule mtoto, ingia ndani, nenda kwa mama. Mtoto akatoka akaingia ndani. Akiwa nje pale akanambia, kusema ukweli, nilikuwa mimi bado nakupenda. Akaongea mambo mengi sana kuonyesha kwamba alikuwa ananipenda, hajaachilia. Alikuwa na matatizo mengi na huyo mzungu wake, waliozaa wote hawajaoa.
tumeoana, lakini ingawa siku hizi mambo wameyasolve na nini, alikuwa hajui nini cha kuniambia kwamba tuachane kwa sababu ni muda mwingi sana ameniacha, ndio maana akaendelea kuacha niendelee kuishi hivi. Nilijilaumu, nilitukana matusi yote, nililia, nilitokwa kamasi, nikafanyeje, nikasahau hata kama nilikuja na gari pale, nikaondoka, nikapanda bodaboda nikaondoka. Kesho yake wifi yangu yule akaniletea gari nyumbani. Kwa sababu nilivyokuwa nalia pale nikaanguka hadi chini, nikaa nimeangusha funguo, nimeacha viatu. Yaani nilivyofanya pale ni kugeuka kuchukua bodaboda na kumwambia bodaboda nilete nyumbani. Na nilipofika nyumbani funguo zangu zenyewe za nyumba nikawa nimeziacha. Bahati nzuri nikawa mwenye nyumba haishi mbali na pale nyumbani. Amenipa funguo zingine ambazo alikuwa nazo ili niweze kufungua mlango niingie ndani. Ili niliumia, niliteseka, nilipata shida sana. Usiku wote ule sikulala, niliteseka sana. Nikamfikiria kwamba huyu jamaa miaka 10 kweli amezaa na miaka 6 iliyopita, lakini ameniacha mimi ninahangaika, ninatamani mayonnaise, lakini ninajikaza kwa ajili yake. Lile jambo lilinitesa, liliniuma, lilinisumbua. Yani lilikuwa lina kila aina ya mateso kwenye maisha yangu. Nikampigia bosi wangu, nikamwelezea kilichotokea. Bosi wangu alikuwa ni kijana wa umri wangu tu. Ni mwanaume ambaye alikuwa anatamani mimi na yeye tuingie kwenye maisha pamoja kwa muda mrefu sana. Alikuwa amenizidi kama miaka 2 tu. Alikuwa ni mwanaume sahihi sana kwangu. Lakini bahati mbaya kipindi hicho naye ameshaoa. Ana mwanamke wake, ameshaoa. Nikampigia bosi wangu kumwelezea kila kitu kilichotokea. Nikamwambia bosi, naomba unipe likizo ya mwezi mmoja. Sidhani kama ninaweza kufanya kazi. Nipumzike tu mwezi angalau nitulize kichwa changu. Nikamwambia nimekataa wanaume wengi sana. Na bosi wangu alikuwa ni rafiki yangu sana. Kusema kweli kaka, ili jambo ni jambo ambalo sitolisahau. Mama yangu ilimbidi atoke kijijini kuja kuniuguza kwa sababu nilikuwa kama naumwa. Akatoka kijijini kuja mjini kukaa na mimi kuniuguza kwa mwezi mzima. Siwezi kufanya chochote, siwezi kupika. Yani asingekuwepo mtu pale nyumbani maana yake analala na njaa. Siwezi lolote. Mimi ni kulia, kuoga, kujisaidia kitandani, kulala. Kichwa kinaniuma muda wote. Kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwenye maisha yangu. Kaka, nina miaka 37 sasa hivi. Sina mwanaume, sioni mwanaume anayenitongoza, nimechanganyikiwa. Namshukuru Mungu nina kazi na bosi wangu nimuelewa, lakini nisingekuwa na hii kazi pia sijui ningekuwa ni mtu wa namna gani. Nimechanganyikiwa kweli, nimechanganyikiwa sana. Kipindi kile ninavyotongozwa sana nilikuwa najiona mzuri na mashallah mimi ni mzuri, lakini sasa hivi hakuna mwanaume anayenitongoza, hakuna. Hata kuniambia dada mambo, hata wale wa barabarani hakuna. Mpaka nikaa najiuliza nimelaaniwa ama ni nini kilichonitokea. Kwa sababu miaka 2 hii yote tangu nijue kwamba huyu jamaa ana familia yake huko Sweden, sijui anajua mwenyewe nchi yake huko, hakuna mwanaume anayenitafuta mimi. Lakini kuanzia pale mpaka kipindi alichoniacha nilikuwa natongoza karibu kila siku. Sasa sijui nani atanioa mimi, sijui nitatoa wapi watoto mimi. Inaniuma kaka, inaniuma sana. Nakushukuru sana kwa ajili ya kunipa nafasi hii kuelezea machungu yangu. Labda kuna wadada wenzangu ambao ili jambo litawafundisha. Labda na wakaka pia, yamkini kuna wakaka na wenyewe ambao jambo hili litakuwa ni funzo kwao, kwa sababu kuna wanawake pia wanaweza kuwa wanafanyia hivi wanaume. Ila niongee ukweli, sijawahi kutegemea kama mimi ndo nitakaye kutwa na jambo kama hili. Nakushukuru sana kwa ajili ya kuniruhusu niweze kusimulia jambo kama hili. Asante sana ndugu watazamaji wetu. Nadhani mmemsikia story yake. Unajua kuna vitu ambavyo unaweza kupitia kwenye maisha alafu vikawa vimekuharibia maisha kabisa. Unajua maisha haya yalivyo ndugu zangu, hayarudi nyuma. Yani siku ikipita imepita, mwaka ukiisha umeisha. Na wewe ukiongeza mwaka umeuongeza mwaka. Ukifika miaka 40 umefika miaka 40. Haitorudi tena, utaanza 32. Hamna. Sasa watu wanavyotokea na kuharibu maisha ya watu kama huyu dada alivyoharibiwa, inakuwa inaumiza sana. Lakini mimi pia ninawashukuru ninyi ambao mmekuwa mkiangalia channel hii. Najua mnaipenda sana na mnaifuatilia kwa umakini kweli. Zaidi ya yote msiache kulike video hii, usiache kusubscribe. Tunatakiwa tufike subscribers 20,000 jamani. Tukimbize basi tufike subscribers 20,000. Share na marafiki zako kuhusu story, na ninawapenda sana.